tumetazama kwa namna moja ama nyingine. Lakini mara baada sasa ya wao kupoteza juzi mechi dhidi ya Singida Black Stars, yepi ambayo ameyazungumza msemaji wa timu hiyo, ambapo alikuwa na haya ya kuzungumza moja kwa moja, akizungumza kitaalamu na kimbinu mara baada ya wao sasa kupoteza mchezo huo moja kwa moja. Tupata nafasi ya kuweza kusikia kile ambacho amekizungumza moja kwa moja. Mwingine si anaendelea, muhimu lazima aendelee. Sisi msimu huu tulikuwa tunajenga timu, au umesahau tena kaka? Yaani kweli, kweli. Kumbuka unazungumza tunajenga timu. Na imejengeka baba. Timu tumejenga ambayo imefika finali ya CAF, imefika nusu finali ya CRDB Cup, ipo kwenye mbio za ubingwa wa ligi, si ndio? Bila shaka. Sawa, turudi kwenye mchezo wenyewe jinsi ambavyo umekuwa leo hii. Tunapoteza mchezo wa nusu finali zidi ya wapinzani. Kuna kwa ambavyo wewe umeona fatiki labda imewasumbua wachezaji wetu kucheza mfululizo, kusafiri, vitu vya namna hiyo, na mchezo mzima kwa ujumla ambavyo umeona. Kwanza usingetegemea kupata matokeo mengine ya aina yote ile katika mechi hii kulingana na ratiba ambayo tuko nao. Njia pekee ya sisi kucheza vizuri katika mchezo huu, labda kama wachezaji wetu wangekuwa wanatumia mashine ya umeme, au tungekuwa tunawachaji pengine ili wapate nguvu upya, lakini kimiili ya kibinadamu walichokifanya leo wamejitahidi pakubwa sana. Ni ratiba ngumu kweli kweli, mechi 3 ndani ya siku 7 pekee, na ni mechi 3 ambapo ndani yake kuna mechi ya finali ya CAF. Top class mechi umecheza, baada hapo unapumzika siku 2, mechi nyingine, siku 2, mechi nyingine, na mechi zote 3 zimepigwa katika miji tofauti. Maana yake wakati unapumzika siku 2 ili ucheze mechi nyingine, ndani ya siku 2 hizo kuna siku 1 ya kusafiri. Sio kama tunajitetea, lakini hiyo ndio reality, na tangu mwanzo tulisema kwamba hii ratiba ni ngumu kweli kweli, lakini kwa kuwa sisi ni professional club na ni timu kubwa, tutaishi nayo kadri tutakavyoweza kuishi nayo, na kweli tumepambana nayo kadri tunavyoweza kupambana nayo. Wachezaji kama binadamu wamefikia ukomo wao, na hatimaye leo wamecheza kwa kiwango ambacho wamecheza. Mwili wa binadamu ukicheza anakuwa kwenye nafasi ya kufanya makosa mengi, na ukichoka unakuwa kwenye nafasi ya kufanya makosa mengi, na leo tumeshuhudia makosa mengi kweli kweli. Makosa yale kwa sababu mentally watu hawako sawa, na physically watu hawako sawa. Wamechoka miili na akili, tegemea makosa mengi, na mtu akichoka vile tegemea majeraha kuwa mengi kweli kweli. Shomari Kapombe hajasafiri naye kwa sababu ya majeraha. Musa Kamara amecheza kidogo, ameumia kwa sababu ya majeraha. Hateba alikadhalika majeraha. Lakini kama haitoshi, sabu nyingi zimefanyika hii leo ni kwa sababu wachezaji walikuwa wanaumia, wanafanyiwa majeraha. Valentino Uma ameshindwa kuendelea, mwalimu amefanya mabadiliko kwa sababu ya majeraha. Kwa hiyo hakukuwa na namna nyingine Tobi, leo tungepata kitu kingine cha ziada zaidi hiki ambacho tumekipata. Kwa hiyo tumepoteza, lakini hatuna wakundai yeyote. Sio wachezaji, sio benchi la ufundi, wamefanya kila wanachoweza kufanya. Wewe shabiki tu unachoka kuja kushangilia timu yako kila siku. Ndani ya siku 7 uishangilie timu yako mara 3. Wewe tu mwenyewe unachoka. Mchezaji anayecheza kwa dakika 90 inakuaje? Kwa hiyo hakuna wa kumlaumu, na kwa msimu huu sisi tumeshafanikiwa. Yaani hapa mengi yanayoendelea ni bonus. Hapa yanayoendelea ni mwalimu anafanya finalization ya kikosi chake, afunge kikosi, tuangalie msimu ujao tunafungua vipi kwenye masuala ya usajili, maisha mengine yaendelee. Pamoja na kwamba yote ambayo yanaendelea hivi sasa ni bonus baada ya kwamba tumeshafanikiwa kama taasisi, lakini bado tunalitolea jicho kombe la NBC. Hilo ndio kombe kubwa zaidi, lakini kama haitoshi, ratiba inatupa sisi matumaini ya kupambana na kuchukua kombe hilo. Kilichopo mbele ni mchezo dhidi ya watani.
tarehe 15, lakini hapa kuna mapumziko mafupi. Timu inarejea moja kwa moja kambini, au taarifa zikoje kuelekea huo mchezo wenyewe? Hapa kuna FIFA break. Wachezaji wataenda kutumikia timu zao za taifa, na wale wengine ambao hawapo kwenye majukumu hayo watapumzika. Wakisha pumzika, ratiba itatoka baadaye, tutaresume kwa ajili ya kuanza maandalizi ya tarehe 15. Sisi tunao furaha kubwa kupata hii break, ambapo wachezaji wetu watakwenda kupumzisha miili na akili, lakini baada ya hapo mwalimu atapata muda wa kuanza maandalizi kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 15. Mechi hizi mbili ambazo tumecheza hapa, timu haikupata muda kabisa wa maandalizi. Kwa mfano tumecheza mechi tarehe 10 tarehe 20 tarehe 28. Tarehe 29 tukasafiri kutoka Dar es Salaam kuja Arusha. Jioni ya safari wachezaji wakafanya recovery ya barafu na vitu kama hivyo. Huwezi kufanya mazoezi ya kiufundi ya kimbinu na mazoezi magumu ukiwa umetoka kucheza mechi ya kiushindani. Kwa ile siku ikapotea kwa safari na recovery. Siku iliyofuata tarehe 30 ikawa ni siku ya mazoezi ya mwisho. Mazoezi ya mwisho vile na yenyewe huwa ni mazoezi mepesi, kuweka mili sawasawa, mwalimu kuwakumbusha wachezaji kitu gani cha kwenda kufanya katika siku husika. Huwezi kufanya mazoezi magumu vile kwa sababu kesho yake una mechi. Kwa hiyo hadi tunakuja uwanjani hapa kwa raha, mwalimu hajapata muda wa kutengeneza mipango yake ya kiufundi kuelekea katika mchezo huu. Ndio maana matokeo yametokea hayo. Kwa hiyo kuelekea mechi ya tarehe 15, mwalimu atakuwa na muda wa kutosha wa kuandaa programu yake sawa kuelekea katika mchezo huu. Ndio maana we are very confident ya kwamba tarehe 15 mwalimu pamoja na wachezaji watakuwa wameshafanya maandalizi yote ya kitaalamu. Ndio maana tuna uhakika na NBC. Ndio mechi yetu ya ubingwa. Yes, ndio mechi yetu ya ubingwa, kwa sababu tukishinda hiyo tunakuwa tumempita mpinzani wetu kwa alama 2, na tunakwenda kumalizia mechi zetu 2 ambazo kwa ubora tuliokuwa nao tunaamini kabisa atakwenda kupata ushindi na kuchukua ubingwa wa NBC. Sasa hayo ndio amezungumza kwa upande wake Remediali yake kawazi, namna ambavyo wanaenda sasa kujiandaa kama timu kwa ujumla, lakini wakati huo wakijinasibu kwa kweli kwamba watafanya vizuri zaidi kwenye eneo la dabi sasa ya Kariakoo. Kwa hiyo hayo ndio amezungumza kwa upande wake.